أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, bado tunaendelea na darasa zetu zinazohusiana na sifa za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulishia sifa ya 5, nayo ni al-qiyam bin nafs, sifa ambayo inazungumzia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kathibiti kwa dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu. Leo tunaingia kwenye sifa ya 6, nayo ni sifatu al-qudra, sifa inayohusiana na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa hii kama baki ya sifa zingine zilizobakia ni sifatun azaliya, sifa ambayo haina mwanzo, abadia, sifa ambayo haina mwisho, kama baki ya sifa ambazo tutangulia kuzizungumzia. Sifa hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yujidu biha wa yu'dim, kupatisha viumbe kwa sifa hii ya uwezo na hutowesha Mwenyezi Mungu kwa sifa hii ya uwezo. Yani anaumba na kufisha kwa sifa yake Mwenyezi Mungu ya uwezo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasifikana kwa sifa ya kwamba yeye ni mwenye uwezo. Ndio akasema Mwenyezi Mungu na Qur'ani, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Akawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila kitu mwenye uwezo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasifikana kwa sifa ya kwamba yeye ni mwenye uwezo, na anafisha kwa uwezo wake, anahuisha kwa uwezo wake, anatoa riziki kwa uwezo wake, na anatia maradhi na kutia siha kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ni moja ya sifa ambayo ni wajibu kila mwanadamu kuiamini na kuijua kwa Mwenyezi Mungu asifikana na sifa kwamba yeye ni mwenye uwezo. Lakini pia sifa nyingine ya wajibu ni sifatu al-irada, sifa ya utashi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa hii ya utashi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nayo ni sifa ambayo haina mwanzo wala haina mwisho, sifa ambayo imethibiti kwa dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa hii ya al-irada au al-mashia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sifa ambayo inahusisha, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamhusishia kiumbe sifa ambazo ni jaizi kwake badala nyingine ambayo ni jaizi kwake yeye. Mwanadamu asifikana kwa sifa yeye ya kwamba yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona, mwenye kuzungumza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamhusishia mwanadamu huyu sifa ya kuzungumza kinyume na sifa ya ububu, au sifa ya kuona kinyume na sifa ya upofu. Zote hizi kwa mwanadamu ni jaiz, ima akawa ni kipofu au akawa ni mwenye kuona au akawa ni mutakallim au akawa ni bubu. Kwa Mwenyezi Mungu anamhusishia mwanadamu au kiumbe chochote akihusishia sifa moja na sifa ambazo ni jaiz kwake yeye, bila ya kwamba yani pasi na sifa ambayo ilikuwa ni jaiz. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia katika sifa zake za wajibu ni asifatul irada au sifatul mashia. Kwa Mwenyezi Mungu ana utashi, Mwenyezi Mungu anasifikana kwa sifa kwamba yeye ni mwenye kutaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema na Qur'ani, wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamtataka nini isipokuwa akitaka nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana vyote ambavyo sisi tunavitaka tahta mashiatillah, ipo chini ya utashi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana utashi sisi wanadamu unafuata utashi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake utashi wa Mwenyezi Mungu wenyewe utangulia, na sisi utashi wa wanadamu unafuata
matashi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utashi wake kwamba si wenye kufuata utashi wa wanadamu, kwamba mwanadamu akitaka hichi na Mungu anachotaka na yeye, la, bali utashi sisi upo chini ya kufuata utashi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunachotaka sisi leo, basi Mungu anataka sisi tukitaki kitu hicho, kwa sababu Mwenyezi Mungu utashi wake azaliyo na utashi wa wanadamu ni hadith. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio ambaye anayetaka kila kitu na ndio ambaye anayefanya anachotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utashi wake. Ndio akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, na Mola wako Mwenyezi Mungu ndiyo ambaye anayeumba anachotaka na khiari. Maana chagua kuumba mwanamke, kuumba mwanamume, kuumba huyu ni khuntha, kuumba huyu ni kadha. Hiyo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba kwa utashi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu kila mmoja wetu kuamini kwa Mwenyezi Mungu ana sifa ya uwezo, na pia Mwenyezi Mungu ana sifa ya kwa yeye ni mwenye utashi, ili aweze kuwa ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu kihakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo tuishi hapa, na tutaendelea na sifa ya 8 biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Wa billahi tawfiq. Wa hadha ma a'lamuhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.